Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi bacu, bakunzi b'ikiganiro ukuri kwizigiwe, cyangwa se mu rurimi rw'igiswahili ukweli wa kuaminika. Nibaza ko uyu munsi ndabona turi kumwe n'abagenzi banje bose barakeye, maostazi wote naona kabisa uso zao zinanganga. Inaonekana kuwa Mwenyezi Mungu kuna alichokitenda boni. Yani kabisa kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupatia muda mzuri. Yani kabisa kila kitu ustazi wakishaweka kitu tumboni wanakuwa sawa. Mambo yako sawa, kila kitu kinakwenda sawa. Na unajua Mwenyezi Mungu huwa anatulinda kila siku. Sasa akitupatia uhai ni vizuri kuja hapa kwa kuleta mambo haya ya kipindi tukiwa tuko sawa, tukimfurahia Mwenyezi Mungu, huko tunasema alhamdulillah. Ndio hivyo. Kwani Mwenyezi Mungu ndio uwezo. Unajua kuna watu wengi muda huu ambao hawajapata nafuu, wameumwa, wako hospitalini, lakini sisi bado tuna uhai. Ndio maana tunamshukuru Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Na shukrani ndugu zangu, uyu munsi rero dufise ikiganiro nkuko musanze mugikurikirana muri kino kiganiro cyacu kivuga ngo ukuri kwizigiwe. Dufise ikigwa kivuga ngo Kristo Yesu urengeye kwitwa intumwa, cyangwa se Isa al-Masihi aliyekuwa juu ya mtume au nabii. Ni maana huyu ni juu zaidi kuitwa mtume au nabii. Unajua ni kwa nini tunasema hivi? Watu wengi huwa wanasema je, Isa ni nabii, wengine Isa ni Mungu, sijui Isa ni mwana wa Mungu, sijui Isa ni huyu, Isa ni huyu. Sasa leo inabidi tutizame kama je, Isa ni nabii au ni mtume, au ni zaidi ya kuitwa nabii na mtume. Ni maana ni bora tuchambue maneno ya Mwenyezi Mungu, ni bora tuchukue maandiko hili na hili tulilinganishe kama alivyosema Mhubiri 7 aya yake ya 27 ya kwamba ni bora kulinganisha huku na huku, ili mradi tu watu wa Mungu wajue ukweli. Je, huyu Isa al-Masihi ni nabii au ni zaidi ya kuitwa nabii? Wewe mbona unasikiaje? Ego kabisa, uone ukweli unaozungumza, kwa sababu kwa kuhusu hili swali kuna changamoto nyingi kabisa. Yani watu wengi wana changamoto ya kujiwazia Isa ni nabii, Isa ni Mungu, Isa ni mwana wa Mungu. Yani kuna machangamoto kabisa. Lakini baada nasema huyu ni zaidi ya kuita mtume au nabii, na hii ni nafasi yake ya kwanza. Na ndio maana sasa tumeandaa mada hii. Ni kipindi cha kwanza, kutakuwepo na kipindi cha pili. Nikumbuka tugiye kigwa ngo Kristo Yesu urengeye kwitwa intumwa cyane urengeye kwitwa intumwa. Iki ni gice cya mbere, ariko hazoba ari gice cya kabiri cya kino cigwa. Ni kuki rero tuvuga ngo Kristo Yesu urengeye kwitwa intumwa? Igitabo cy'Abaheburayo 5:11 hari inyishu ituma dushobora kuzana ico kibazo, kandi tukavuga yuko uyu arengeye kwitwa intumwa. Bimana wa Ebrania 5 aya yake ya 11 kuna maneno yanatuonyesha kuwa huyu Isa tunaweza tukamchukulia kama aliyekuwa zaidi ya mtume au nabii. Nipe maandiko inasemaje? Hari amajambo avuga ngo naam, tumufise ko byinshi byo kuvuga. Yani andiko inasema tuna mengi zaidi ya kuzungumza kwake, kandi bigoye isobanura, na haya mengi yana nguvu wake kwa ajili ya tafsiri, kwa sababu watu wengi wameyakanusha. Bimana ya maneno haya anasema ndani ya kitabu cha Waebrania 5 aya yake ya 11 kwamba tuna mengi ya kuzungumza kwake Isa al-Masihi, lakini watu wengi hawawezi wakavumilia. Ndio kabisa. Kumbe yeye Isa anaye maneno mengi ambao wanaweza kumzungumza kwake. Bimana unaweza kumzungumza hivi, wengine wakamzungumza hivi, wengine akazungumza hivi, unakuwa hujakosea. Kwa sababu huyu Isa ni zaidi ya kuitwa mtume au nabii. Je, boni unasikiaje kwa ndugu zetu ambao wasikia hata Kiswahili? Yani kabisa, asante. Mu byukuri iki kigo ni kigo gihambaye kandi kidasanzwe, twifuza yuko tugisesangura mu mizi kugira ngo abantu batahure, kuko iki ni kibazo gihanze isi uno munsi. Ikigo cyerekeye no kuvuga ubumana bwa Yesu Kristo, uko Yesu ari. Bamwe bagenzi bacu bamwe bamwita ngo ni intumwa, bamuzi nk'intumwa, bakamubona nk'intumwa. Mbega rero muri iki kigo rero ibyo tugiye kuraba rero ibirengeye uyu Yesu Kristo urengeye kwitwa intumwa cyangwa umuhanuzi cyangwa mbega Yesu Kristo rero ninde koko mu buryo bw'imezi. Niyo mpamvu rero isomo ryo mu Baheburayo Paulo yavuze ni dufise byinshi byo kumudondagura, byo kumuvugako, kandi bigoye iki
isobanuro ariko bisaba yuko abasesanguzi kwa kuri twavuze duti twe turi ngaho kugira ngo dusesangure inyandiko zera mu gusesangura kwacu biraba ngombwa yuko dutahura kuri kw'Imana. Naam, aha turashaka gutanga akarorero Elias nk'akarorero dutanze nk'akarorero nk'ubu tuvuge aha muri studio. Yego. Aha muri studio urashaka kuvuga ati Elias yasomye yariko arasoma Bibiliya. Yego. Elias yariko arasoma Bibiliya. Nta uvuze ngo Elias yariko arasoma Bibiliya ntuzobubeshe. Kubera ko Elias yasomye Bibiliya. Ariko si Bibiliya yonyine yasomye. Ari uwo mubeshe mu gihe uvuga ngo Elias yasomye Bibiliya gusa. Uvuze ngo Elias yasomye Bibiliya gusa, cyatuvuga ati wowe urabeshe. Uko Elias yasomye Bibiliya gusa na Korani yayisomye. Bimana ukisema Isa ni mtume, anazidi kabisa kuwa mtume. Kweli ni mtume. Ndiyo kabisa tunakubali. Lakini sasa je, ni mtume peke yake? Ni mtume tu au ni zaidi ya kuitwa mtume? Ni kama mfano sasa, mfano mzuri tungetoa. Ni kwamba mimi kama hivi, mimi ni mchezaji wa football. Unacheza yani mcheza soka. Yani kabisa soka football. Nikicheza football, yani kabisa nikienda kwenye kiwanja pale wataniita mimi ni mchezaji wa football mzuri. Yani nikifika nyumbani watasema huyu ni body. Yani nikifika nyumbani wanasema mimi huyu ni body tena kuja. Wataka kuona kwenye TV watasema huyu ni ustazi huyu. Jina lingine tena linakuja. Jina la kwanza mchezaji wa mpira. Yani hao hizo ni sifa ambazo wanakuita. Sifa za mtu kabisa. Katika sifa zake mchezaji wa mpira. Sifa nyingine huyu nikifika nyumbani wananiita body. Nikifika mbele ya mamangu ananiita mtoto. Kuna hata wengine wanakuita wewe mtu mweusi baba. Ndio kabisa. Ni ukweli. Na wakikuita hivyo hawajakosea. Ndio kabisa. Kwa maana ndo sasa hiyo ni zaidi. Atakayesema wewe atakayesema huyu ni mcheza mpira tu. Huyu atakuwa amekosea kabisa. Kwa sababu na hata injili huku na hubiri kabisa na kufika kwenye kanisa wanaita mchungaji. Atakayesema huyu ni mwendesha injili, huyu mcheza mpira, huyu ni body, huyu ni mtoto wa baba huu mama huu, huyo ndo anasema ukweli wako halisi kwa sababu amezagaza ukweli kwa ngambo yote. Sasa Isa al-Masihi ukisema kuwa ni mtume hapo haujakosea. Lakini ukisema ni mtume peke yake, ni mtume tu, umekosea. Baba, hapo ndo kosa kwa sababu ni zaidi ya mtume au nabii. Kwa nini zaidi ya mtume au nabii? Qur'ani imesema na Biblia imesema kuwa tunao mengi ya kuzungumza kwake. Je, ni kwa nini sasa ana uzaidi wa kuitwa mtume au nabii? Mimi nitatoa ushahidi wa kwanza. Na ushahidi wa kwanza nitatoa kwenye kitabu cha Yohana yani 8 aya yake ya 56 mpaka 58. Inasema nini hapa? Yani Yohana 8:56-57 ikimenyamenya cha mbere kitwemeza yuko Yesu arengeye kwitwa intumwa. Inasema nini? Na mwenyewe hapa anazungumza Yesu mwenyewe. Naam. Isa mwenyewe anazungumza. Huyu ni mwenyewe. Anasema nini Isa? Yohana 8:56 wara majambo avuga ati, naam, Abrahamu sogokuruza wanyu. Sikiliza, hapa Mayahudi wamemfuata Isa. Wakasema wewe kijana, mbona wewe una shamla zako nyingi hivi? Ndio. Wakataka kujua huyu jamani nani, mbona ana mambo hivi? Ndio. Sasa ikabidi wamuulize maswali, wakamuoji. Naam. Walipomuoji Isa akawajibu sasa akiwaambia, kabla Ibrahimu ambao ni babu wenu, Ibrahimu kabla yeye, endelea utasikia maneno. Abrahamu sogokuruza wanyu. Akawaambia Ibrahimu ambao ni babu wenu nyinyi yari yarahamiye kuona umunsi wanje. Naye pia Ibrahimu ametaka kuona siku yangu, yani alikuwa na tamaa ya kuona siku yangu mimi Isa. Endelea. Na hiyo siku Ibrahimu ameiona na akafurahi. Ameiona. Fikiria sasa. Itakuwaje Isa huyu ambao tunaona ni ambaye Isa al-Masihi, yani ambaye binti Maryam, amezaliwa na Maryamu. Ndio. Inakuwaje aliyezaliwa na Maryamu awepo kabla Ibrahimu hajakuwepo? Yani aho rero niho hari hibanga rikomeye cyane. Bigenda gute? Aho rero na Yesu turifuze ko abantu bimva ikirundi baze barataha. Abeho. Kwavuze ngo Abrahamu yari yarahamye kubona umunsi wanje. Kandi yarawubonye aranezeka. Twibaze rero ikibazo. None Abrahamu ko yabaho imyaka n'iyindi Yesu atarabaho. Bigenda gute ngo Abrahamu abone umunsi wa Yesu, akamubona Yesu kandi akaneze? Yesu wumva yabubonye gute? Hano Yesu yaciye atanga inyisho aravuga ati, nuko rero abayuda
Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahamiye kubona umunsi wanje kandi yarawubonye aranezerwa. Maze rero Yesu akiriko aravuga ayo majambo, abayuda ngo baca batora amabuye kugira ngo bayamutera ati wewe uramenje kubera ko ushobora kuvuga yuko Aburahamu yabonye umunsi wawe kandi Aburahamu yabayeho wewe utarabaho. Rero byari ibintu bitera abantu ukutumvikana, bitera abantu mu murongo wa mbere ngo tumufise ko byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura ngo iby'abatungu badakomeye bagoreka. Rero kino gihe Yesu ariko aravuga ano majambo, hari abantu benshi bari ngaho twogereranya nk'abo batungu badakomeye batari ko baratahura neza icyo Yesu Kristo yariko aravuga. Yesu wariwe bo bamubona nk'intumwa gusa, bamubona nk'umuntu yaje atabayeho kera, ari umuntu abayeho muri ico gihe canke abayeho muri uwo mwanya. Ariko kandi Yesu buhoro buhoro yagiye atanga inyishu wenyene, yerekana yuko uhereye mbere na mbere Aburahamu atarabaho, wewe Yesu yarahari. Arengeye rero ico bobo bashaka kumufata nico bamubonako, arengeye intumwa. Kuko hano haciye abantu yahavuga ati nuko rero abayuda baramubwira, kwa hiyo Mayahudi wakamwambia Isa, watu butaramara imyaka 50, wewe haujakuwa hata na miaka 30. Tumemwona Ibrahimu. Yesu arababwira ati, sikiliza, Isa akawaambia, nukuri ndababwire, akawaambia hii ni kweli na ni kweli, Abrahamu ataravuka, kabla Ibrahimu hajakuwepo jewe namye ndiho, mimi Isa nilikuwepo. Baca batora amabuye yo kumutera, maze Yesu arihisha, wakachukua mawe wamtupie Yesu, yeye Isa akapotea. Ni maana nini sasa hiki? Sikiliza nawaambia, hii ni kweli na ni kweli nawaambia, kabla Ibrahimu hajazaliwa, yeye hajakuwepo, mimi Yesu nilikuwepo. Wakasema wewe una ugonjwa kichwani, wewe hujakuwa hata na miaka 30, wewe bado kijana mdogo. Sisi hapa ni mababe. Halafu hapa kukani mashehe baba, mashehe wazee wa zamani, yani wazee wanasema sisi ni mababe kijana, tumekuwepo hapa miaka mingi sana. Wewe hujakuwa hata na miaka 30, sisi tuna 40, sisi tuna 80, tuna 100 miaka, wewe bado na miaka 30. Eti tumemuona Ibrahimu. Sasa watu walikuwa na ukweli kabisa, kwa sababu si wanamuona hivi. Ukichowazia kabisa katika maoni yako na wewe, hata na mimi kabisa ndugu yangu ikuwepo na wewe, ungesema asa wewe mbona umezaliwa pale? Ni kama Bona akwambie kama tangu kabla baba yake hajakuwepo, yeye Bona alikuwepo. Sasa utasema huyu jamani yasioeleweka kabisa, si hayaeleweki kabisa. Utasema jamani gicha huyu. Sasa wewe kabisa umezaliwa na baba, sasa wewe umekuwepo, baba hajakuwepo, yani kwa kufanuliwa katika kiroho kabisa. Yani itakuwa kama kuku na yai. Ndio. Sasa tunasema yai ndio imeanza au kuku ndio imeanza? Hapana, atasema kuku inatoka kwenye yai. Mwingine anasema hapana, yai inatoka ndani ya kuku. Sasa utachukua nini? Hapo sasa inakuwa ni changamoto. Lakini tuendelee na mambo. Ndio kabisa. Ndio hivyo, hii ndio utamu wa kipindi hiki. Ndio maana tunachambua maneno ya Mwenyezi Mungu tukiwa na raha, kwa sababu maneno yake ya Mwenyezi Mungu yanatupatia uhuru na furaha tele. Ndio maana sasa swali ya kujiuliza, je, huyu Isa mbona anawaambia hawa Mayahudi ya kuwa amekuwepo kabla Ibrahimu hajakuwepo? Sasa swali ndo hii, kama Isa alikuwepo kabla Ibrahimu hajakuwepo, Isa alikuwepo akiitwa nani? Alikuwepo akiwa nani? Kwa sababu alipozaliwa ameitwa nini? Maryam. Au akaitwa Isa al-Masih, yani aliyepakwa mafuta. Sasa kabla Isa hajakuwepo, kabla hajazaliwa na Mariamu, alikuwepo akiwa ni nini? Ili tuelewe, kwa kuwa huyu Isa ambao tunamuona hapa ameanza kuwepo kabla hajazaliwa ndani ya tumbo ya Mariamu. Na kama hajazaliwa ndani ya tumbo ya Mariamu, alikuwa nini? Kukavuza ati Aburahamu atarabaho, jewe nanje ndiho. Ikibazo tuca twibaza rero, ico gihe yariho Aburahamu atarabaho, mbega Yesu yari inde? Nyibuke ikigo kivuga ngo uburengeye kwitwa intumwa. Iki ni igice cya mbere, ariko tuzobora n'igice cya kangahe? Cya kabiri. Reka turaburi Korowani tukufu 4:171 tumve ico Korowani tubwira. Yani Korowani tukufu 4, yani ni suratul Nisa nadhani, suratu An-Nisa, yani 4 aya yake ya 171 inazungumza nini msemaji? Inavuga, enyi watu wa kitabu, ngo yemwe abantu mwahawe igitabo, sikiliza haya maneno. Mpaka katika dini yenu. Haya maneno yanasema, enyi watu mliopewa kitabu, msipituke mipaka katika dini yenu. Bimana
nimukarenga imbibe kuvyo mwizera. Naam. Wala msimseme Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa lililo. Kandi waraho Imana nimumuvuga uko atari ariko nimumuvuga nk'uko ari. Naam. Hakika Masihi Isa mwana wa Mariam atangiye ka Mesia Yesu umwana wa Maria ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sikiliza hii. Kumbuka baada inasema hivi, aliyekuwa zaidi ya kuitwa mtume au nabii urengeye kuitwa intumwa n'umuhanuzi cyangwa umuhanuzi. Hapa Qur'ani nasema msipituke mipaka katika dini yenu, wala msimseme Mwenyezi Mungu kwa lililokuwa kweli, bali mseme Mwenyezi Mungu kwa lililo kweli. Hakika Masihi Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Qur'ani nasema Yesu ni nuru ya imani, lakini haisimami. Hicho ni cha kwanza. Hiyo ni jambo la kwanza. Endelea. Hakika Masihi Isa ni mwana wa Mariam, mwana wa Mariamu, na ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hilo ni moja. Jambo la pili, endelea. Na neno lake tu, alilolipelekea Mariamu kandi ni jambo ry'Imana ubwayo yashiriye Maria. Kumbi Isa ni Masihi, huyu Yesu ni neno la Mwenyezi Mungu ambalo Mwenyezi Mungu alilichukua na kulipelekea Mariamu. Kumbi Yesu arengeye kwitwa intumwa y'Imana, kandi ni jambo w'Imana ryashiriwe Maria. Bandanya, endelea. Na neno lake tu alilompelekea Mariamu. Na neno lake tu alilolipelekea Mariamu. Ni roho. Tena Isa ni roho iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Isa ni neno, ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini kabla ya kuwa mtume alikuwa neno la Mwenyezi Mungu, na kabla ya kuwa neno alikuwa roho ya Mwenyezi Mungu. Kumbe sasa huyu ni zaidi ya mtume, kwa sababu ni neno la Mwenyezi Mungu na ni roho ya Mwenyezi Mungu. Nicho gituma arengeye kwitwa intumwa, kuko ni intumwa y'Imana, ni jambo w'Imana, ni mhemu w'Imana, bimana ni rasulullahu wa Mwenyezi Mungu, wa kalimatuhu wa Mwenyezi Mungu, wa luhula wa Mwenyezi Mungu. Boni, unasikiaje? Ndio kabisa, asante tena. Wewe ni ukweli, unafafanua vizuri kabisa, watu wenye wanatufuata kabisa. Wewe ni ukweli kabisa, ndugu wetu wapendwa. Ndio maana kipindi kinaitwa ukweli wa kuaminika. Ndio kabisa, huu ni ukweli, kwa sababu tunachambua mada kwa kulingania maandiko, kwa kulingania kabisa. Haya ziko bora kabisa, na ninyi mkisoma kabisa katika Bible na Qur'ani mtakuta ni hivyo vizuri. Huku kule nukuri na hili tuliyosoma hapa, hii suratul An-Nisa, yani ina yake ya 171, hapa tumetafsiri ilivyo kabisa kutoka kwa Kiarabu kwenda kwa Kiswahili bila ya kuweka mambo ya kwenye mibano. Ndio kabisa, hapo tumenukuu vizuri. Leo tuko turabona neza yuko urengeye kwitwa intumwa uyu Yesu Kristo, uko abantu bamwita amazina atandukanye, kandi ayo mazina yose nayiki nayukuri nayiwe. Rero iki kuko tuko turahagara ku iki kintu, ararengeye kwitwa iki intumwa. Qur'ani ngaha mu kigihe Qur'ani 4:171 hamaze kutwereka neza yuko uyu Yesu umwana wa Maria ni intumwa, kandi ni jambo w'Imana, kandi ni na roho, ni namwe muhoraho. Rero ibi byose ni sifa canke na mazina ya Yesu Kristo bivanye n'icari. Kandi koko uyu Yesu Kristo yaravuye ku Mana maze ahabwa Maria kubw'ijambo ry'Imana. Rya jambo rero ni neno lake tu alilolipelekea, neno la Mwenyezi Mungu. Alilolipelekea. Hapa kuna changamoto hapa. Ngoja nitoe mfano. Ndio. Leo hii kiongozi, yani rais wa nchi yetu hapa Burundi, kila mwaka badala tu ya kumaliza mwaka huwa anatoa msamaha kwa watu ambao wako gerezani. Anaweza akasema hivi. Nchi yetu gani? Burundi. Yani kabisa. Ndio Burundi, nchi nzuri. Ndio kabisa. Sasa anaweza akasema hivi. Watu wote ambao wametenda dhambi hizi na hizi, na amrishwa wote waachiwe huru. Sasa mimi nikirudi neno ambalo alilolisema kama mtangazaji, rais kama mtangazaji, nitasema hivi: rais amesema watu wote wamewekwa gerezani kwa sababu ya tendo hili na hili, amesema waachiwe huru. Au nikasema neno
la raisi limeamuru ya kuwa kila yoyote yuko gerezani kwa sababu ya neno ya jambo hili na hili aachiwe huru. Kumbi tukisema neno la mtu, ndo huo mtu ambao tunataka kumkamilisha yule. Ndio maana hata hivi kuna mtu akiwa ananisikiliza atasema, akisikia tu sauti atasema huyu ni Ustadh Ulama Habibu Gervasi. Japokuwa hata kuwa ameniona, kwa sababu amesikia sauti tu atasema huyu ni ulama. Ndio. Hata akiniona sura asisikie sauti atasema namuona nani? Ulama. Bimana wakisema neno la mtu ndo huo mtu huo. Na ndio maana hapa kwenye kitabu cha Yohana 1 aya yake ya kwanza mpaka ya pili kuna hili neno sasa la kusisitiza kwamba hili neno ambalo linasema hapa kuwa Isa alikuwa neno ndo Mungu. Kwani hapa Qur'an imesema Isa ni neno la Mwenyezi Mungu na ni roho wa Mwenyezi Mungu. Hapa sasa ukisoma kitabu cha Yohana Lakini kabla hajasoma hapo, tungeonesha kwanza hili fungo la kuonesha jinsi hili neno lilopelekwa kwa Mariam. Likapelekwa kwa Mariam, kipindi cha kupelekwa kwa Mariam, afu Yesu Kristo akaonekana hapa duniani. Basi ndio hivyo. Acha tuoneshe basi hiyo sura Qur'ani 21:22 kabisa. 91 ndio. Inaimba ikisema ndio. Namtaja yule mwanamke aliyejirinda ngo nimuvuge mwizina wa mugore umwe yirinze na tukampulizia roho yetu kandi ngo twamuhuhiyemwo imhemu yacu tukamupulizia roho yetu na tukamfanya yeye na mwanawe kuwa miujiza kwa ulimwengu. Bibana Isa akabadilishwa kuwa miujiza kwa ulimwengu. Yachitsi gitangaza kubo kwisi. Sikiliza hapa Qur'an imesema hivi. Tukamupulizia roho yetu. Ndio. Bibana tumeona kwamba Isa kabla hajakuwepo hapa duniani azaliwe kupitia Mariamu, alikuwa ni roho wa Mungu. Kama ilivyosema Qur'ani 4 aya yake 171. Hata Yesu Kristo mwenyewe amesema kwenye Bible kama amekuwepo tangu zamani na Ibrahimu hajakuwepo. Ndio. Sasa hapa anasema Mwenyezi Mungu anasema kwamba tumempulizia katika roho yetu. Kumbe alichokipewa Mariamu akakichukua mimba kwa miezi 9. Sio binadamu kawaida, lakini alichokichukua ni roho ya Mwenyezi Mungu ilikuwa ndani ya Mariamu. Kumbe sasa Isa ni zaidi ya nabii na mtume, kwani ni roho ya Mwenyezi Mungu ambayo imewekwa ndani ya Mariamu na kuzaliwa kama nabii. Yani kabisa hapo sijui wenye Kirundi wasikie nayo kabisa. Nukuvuga ngo Imana yahumekeye muri Maria, maze Maria imihemu yayo, maze Maria aravyara Yesu Kristo aboneka ku isi. Rero uyu Yesu Kristo arengeye kwitwa intumwa, ni nimwemo. Kandi hano bashize kirindi jambo bavuga ati ni gitangaza. Ushatse ushobora kumwita gitangaza, ushatse womita mwemo, ushatse womita intumwa jambo Yesu. Rero arengeye kwitwa intumwa kuko hari abantu Yesu Kristo bamufata gusa nk'intumwa. Kuna watu wanachukulia Yesu Kristo kama mtume, nabii tu, lakini huyu anaweza tena kaitwa mjiza, anaweza kaitwa tena roho na neno. Ivyo byose rero bigiye hamwe bigize Yesu Kristo. Nico gituma n'icyo kivuga ngo urengeye kwitwa intumwa. Haya. Kuna lingine jambo sasa hapa. Ndio kabisa. Ambao ni zaidi kwake Isa, ambalo tunaliona kwenye suratul Maida, yani suratul Al-Imran. Yani 3 aya yake ya 45. Hapo inasemaje? Hapa sasa ndo kuna nyingine changamoto. Kuna maneno mengine yani nzuri kabisa ndio. Muri Qur'ani 3:45. Unajua hiki kitabu unakipenda. Kwa sababu yaliomo ndani ya kitabu ya Qur'ani ndo hayo ambayo yanayotafsiriwa. Ndio kabisa. Inaimba ikisema enyi waliposema malaika, kumbukeni waliposema malaika, ewe Mariam, yewe nibwibuke ngaba malaika bavuze ati yewe Maria, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema ya kuzaa mtoto bila ya mume. Uhoraho Imana aguha inkuru nziza yo kubyara umwana utarinze kubona umugabo, ariko kubw'ijambo rivuye kuhoraho kwake, rivuye kuhoraho na kukwambia za, likakubwira ngo vyara, urabyara, sina kuwa kuingilia, utarinze kubona umugabo. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maria.
azokwitwa Mesiya cyangwa se uwasizwe Yesu umwana wa Mariya katika dunia na ahera, nyeni cyubahiro, mwenye heshima katika dunia na ahera, nyeni cyubahiro mu ijuru no mu isi. Kumbi rero Yesu arengeye kwitwa intumwa gusa, ushobora no kumwita nyeni cyubahiro mu ijuru no mu isi. Yani ni zaidi ya mtume au nabii, unaweza ukamwita mwenye heshima duniani na wapi na ahera, na ahera. Boni, unaonaje? Ndigo yangu kabisa, hapa ni ukweli huu tunafafanua kweli. Ukuri kuri kudasanzwe turiko turasesangura mu kutukoresha ibyanditswe vyera kugira ngo tumenye ukuri. Rero twabonye neza Mariya amaze kuzanwa muri Yesu amaze kuzanwa muri Mariya, amaze kuzanwa muri Mariya ari muhemu w'Imana, yinjira mu nda acavuka yitwa umuntu, acacika intumwa ku bantu, acacika intumwa. Rero n'izindi ntumwa zabayeho zagiye zimushingira inahe, dufatiye nko kuri Yohana. Uyu Yohana nawe nyene yagiye amushingira inahe uyu Yesu Kristo. Dusuye muri Yohana, kuva Yohana 1 ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 2, twumva ukuntu Yohana nawe yani Yohana 1 ayaki ya kwanza mpaka 2. Twumva ukuntu Yohana nawe yamuvuze naye mu buryo bwimbitse. Na hii tunakumbuka kwamba Qur'ani imesema kuwa Yesu huyu Isa ni neno la Mwenyezi Mungu. Sasa Biblia inakubali kuwa Isa ni neno. Hapa sasa tusomee msomaji. Muri Biblia Yohana 1:1 hari amajambo avuga ati ndiyo uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, hapo mwanzo kulikuwepo neno, kandi jambo yahoranye n'Imana, na huyo neno alikuwa akiwa pamoja na Mungu, kandi huyo jambo yari Imana, na huyo neno alikuwa Mungu. Sasa hili ndio changamoto, kusikia ati neno alikuwepo na Mungu akiwepo, huyo neno alikuwa Mungu. Sasa hili linachanganya watu, lakini kumbuka kuwa neno la mtu ndio huo mtu. Kama Isa ni neno la Mungu, ni neno wa Mungu, bimana huu Mungu ndo huu Isa ambaye anazungumzwa hapa. Watu wengi watakuja kuelewa haya maneno tutakapofika kwenye kipindi cha pili cha hii somo ya leo, ambayo nasema aliyokuwa zaidi ya mtume au nabii. Ndio tutafafanua kwa undani zaidi, watu waone kabisa yeye Isa ni nani. Elias, unasikiaje hapa? Tugiye gusoma neza muri Bibiliya tuza gusanga uno murongo ari umurongo utahuritse kandi umurongo umeze neza cyane, kubera ko aradusiguriye neza ivyerekeranye na jambo yavugwa muri Qur'ani yashizwe muri Mariya. Bibiliya nayo ije kubishingira inahe yuko ico Qur'ani yavuze atari ubeshi, ariko nyene biri. Uyu jambo rero yahoranye n'Imana, bisigura ngo uyo jambo ubwiwe yari Imana, kandi uyo jambo rero ngo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe nko kumubona. Kandi aya majambo nanyene arabandanya ashigirwa inahe, tugiye kubandanya muri Yohana 10:11 harabandanya havuga ati yari mwisi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya, yaje mu vyiwe ariko abiwe ntibamwakiriye. Rero amaze kuza nk'umuntu, isi ntiyamumenye, niyo mpamvu yamuhaye agaciro gato gushika nuno munsi harabakimeze uko, bazi ati Yesu ni intumwa gusa. Nibyo ni intumwa, ariko arengeye kwitwa intumwa. Ni intumwa kubera ko yabyawe n'umuntu akaza kuba intumwa kuri twe, agacika intumwa ku bantu, acaba intumwa. Rero ntibari bakwiye gufata Yesu ngo bamuha ku gaciro gusa gatoya, twokwita gato, ariko arengeye kwita intumwa. Niyo mpamvu babwirizwa kumufata uwo ari we, bamenye ko ari jambo w'Imana, bamenye yuko ari mhemu w'Imana, kandi bamenye yuko iyo mhemu nyene w'Imana ari yo Mana. Yego, murakoze cyane. Hapo utembea mpaka aya yake ya 14, nisomea aya 14 hapa. Ngo kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe. Uwo neno, kandi uwo jambo, uwo neno ameuchukua mwili akaishi pamoja nasi, twitegereza ubwiza bwiwe, tukauona uzuri wake. Ubwiza bumeze nk'umwana w'ikindi, unaodhihirisha kama mtoto pekee kutoka kwa Baba, yuzuye ubuntu n'ukuri, ambaye amejaa neema na ukweli. Sikiliza haya maneno, yanasema huyu neno ameuchukua mwili akaishi pamoja nasi. Bimana Isa amechukua mwili kupitia Mariamu, ndio maana akaitwa bini Mariamu, bimana mwana wa Mariamu. Lakini alikuwepo kabla na Ibrahimu hajakuwepo. Bimana alikuwepo akiwa ni roho wa Mungu, akiwa ni neno la Mungu, akiwa ndo Mungu kabla Ibrahimu hajakuwepo. Sasa na ndio maana kitabu cha Timotheo wa kwanza 3
aya yake ya 16. Timotheo wa 3:16 kuna maneno ambayo yanakwenda kudhihirisha kwa kumalizia makala yetu ya kipindi cha leo, ili mradi watu wa Mwenyezi Mungu wapate ukweli wa Mwenyezi Mungu Allah Tabaraka wa Taala. Inasema nini hapo msomaji? Ngo naho hakana yuko ibanga ryo kubaha Imana bahambaye cyane. Anasema hivi, hakuna yoyote anaweza kapinga, kwa kuwa hagizo la kumheshimu Mwenyezi Mungu ndo hili hapa. Yerekanwe afise umubiri, ya kwamba yule ambaye tumemuona akiwa na mwili akaboneka kwa umugororotsi, akaonekana akadhihirisha kama asiyekuwa na dhambi, akabonwa n'abamarayika, malaika wakamuona, akamenyekanishwa mu banyamahanga, akajulikana hata kwa wasioamini Mwenyezi Mungu, akizegwa mu isi, huwa akaaminika duniani, akaduzwa, akapelekwa, agahabwa ubwiza, paka akapata uzuri wake huko mbinguni. Bimala huyu amekuja akachukua mwili, akajulikana kwa mataifa, akajulikana pembezoni za dunia hii, na badala ya hilo akarudi alipotoka, ambapo ni mbinguni. Ndio maana kilichokuwa kimemleta hapa ilikuwa ni misheni gani sasa Boni? Ndio kabisa. Mu byukuri aha turabona ari igikorwa cyari kimuzanye Yesu Kristo ngaha ku isi, ni igikorwa kidasanzwe abantu bose tutegereza kumenya. Iyo gikorwa nacyo tugisanga muri Yohana 14 ku murongo waho wa 6. Tuseme musomaje yadusomeye. Aravuga ngo yego, Yesu aramubwira ati, Isa akamwambia hivi. Ndio aha tuzirikane ni gihe Yesu Kristo ari kumwe n'umwa ziwe, haza Toma za kuriwe ariko aramubanza. Yesu Kristo aramwishura ati, Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu Kristo aravuga ati, jewe ngaha ku isi mimi ndimi njia, ni mimi njia ya ukweli, nzira y'ukuri n'ubugingo. Haushika kuri data ntamujanye. Maana hakuna atakaye kwenda kwa Baba bila kupitia kwa njia yake Isa. Yani kumbe Isa kwa lingine neno anasema mimi ni njia. Sasa ukisema huyu Isa ni njia, hujakosea. Ukisema Isa ni mtume, hujakosea. Ukisema Isa ni neno la Mungu, hujakosea. Ukisema Isa ni roho wa Mungu, hujakosea. Ukisema Isa ni bin Maryam, hujakosea, kwa sababu yuko juu sana kuitwa mtume au nabii. Nadhani kwenye kipindi kitakachofuata tutaendelea kuchambua haya maneno na kuyaweka wazi kabisa kupitia vitabu vya Biblia na Qur'ani. Tuwatakie kila la kheri nyote ndugu wapenzi wa kipindi chetu hiki, ambao ni kipindi cha ukweli wa kuaminika. Kwa kila aliyofuata kipindi hiki tunamtakia la kheri na siku njema kwako mpenzi wa kipindi. Jameni, naweza tukaomba Boni anamalizia na ombi, alafu huku tunajirekebisha tena na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio, reka dusenge. Data twese uri mu ijuru nuhage cyubahiro, turagushimiye cyane kubw'amajambo yawe tweje kwiga, amajambo ahambaye, amajambo atwereka yuko Yesu Kristo uko arengeye kwitwa intumwa. Turagusaba tukwinga rero ngo udutahuze mwe mu wera bane natwe ubu nibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu khairan.